Miaka 10 ya mafanikio ya kimaendeleo katika jimbo la Geita mjini chini ya Mheshimiwa Constantine John Kanyasu. Jimbo la Geita mjini ni sehemu yenye hadithi nyingi za matumaini na changamoto, ambayo sasa limepiga hatua kubwa katika maendeleo. Jimbo hili lina jumla ya kata 13, mitaa 68 na vijiji 15. Wakazi wake wengi ni wakulima, wafugaji, wachimbaji wa madini, wafanyabiashara na wafanyabiashara wa viwanda, wote wakichangia kwa namna yao katika uchumi wa mji huu. Hapo zamani, Geita ilikuwa ni mji mdogo wenye changamoto nyingi. Huduma za msingi zilikuwa duni, barabara zilikuwa changa, upatikanaji wa maji safi ulikuwa na changamoto kubwa, na huduma za afya na elimu hazikutosha. Hali hii ilisababisha wakazi wengi kuishi kwa maisha magumu, huku matumaini yakiendelea kupotea kama unyevunyevu wa alfajiri. Mwaka 2015, mwaka 2014, mimi nilikuwa mkuu wa wilaya, lakini nilikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Geita, na nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la vijana la taifa. Nilikuwa nikija Geita mjini natamani kulia, na niangalia Geita yenye utajiri wa dhahabu, yenye mali kila kona, inayosifika mpaka huko Marekani. Ilikuwa kiangazi kama leo, ukipita pale katikati ya mji wa Geita, kama umevaa shati nyeupe lazima ukabadilisha. Ilikuwa ni aibu. Lakini leo hii Geita imebadilika kabisa na kuonekana kama mji unaong'ara, kama nyota angavu usiku wa giza. Maendeleo makubwa yaliyopatikana ni ushahidi wa juhudi za viongozi, hasa Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, ambaye amekuwa mstari wa mbele kutetea maslahi ya wananchi na kushirikiana na serikali za mitaa, madiwani na wananchi kuhakikisha kila sekta inapata uboreshaji wa kweli. Mabadiliko haya yanaonyesha kuwa kwa mshikamano, uvumilivu na uongozi wa kweli, hata maeneo yaliyo na changamoto yanaweza kupata mafanikio makubwa. Haya mambo hayaji mwenyewe, amesema Mheshimiwa Diwani. Ukiona jengo lolote linajengwa kwenye kata hii, ukiona barabara inajengwa kwenye kata hii, ukiona mradi wowote wa maendeleo unafanyika kwenye kata hii, usifikirie huo mradi kuna mtu kaota huko Dodoma akauleta. Huo mradi umeanza na mwenyekiti wa mtaa, ukaenda kwa diwani, ukaenda kwa mbunge, alafu tukaenda kule tukamwambia mama tunataka pesa tukajenge mradi ule. CCM oye! Jimbo la Geita mjini sasa linajivunia miundombinu bora ya barabara, huduma za afya na elimu zinazoboreshwa. Maji safi yanapatikana kwa urahisi na umeme uliowafikia wengi, mambo ambayo ni ndoto ya miaka michache iliyopita. Katika makala hii tunachunguza kwa kina jinsi jimbo la Geita mjini limepitia mabadiliko haya muhimu chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, tukionyesha kuwa maendeleo haya si matokeo ya bahati, bali ni matokeo ya kazi, ushirikiano na ahadi thabiti za uongozi wenye dhamira ya kuboresha maisha ya wananchi wake. Geita ya kale na Geita ya leo. Kwa mjibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, jimbo la Geita mjini lina wakazi zaidi ya 361,671, wengi wao wakiwa ni wakulima, wachimbaji wa madini na wafanyabiashara. Geita ya zamani ilikuwa kama mtoto yatima aliyeachwa kwenye njia panda ya matumaini. Miundombinu mibovu, huduma hafifu za afya, uhaba wa shule na changamoto ya maji zilikuwa kama mizigo isiyobebeka. Lakini leo Geita ni kijiji kilichogeuka mji, na mji uliogeuka kuwa ndoto ya wengi. Elimu mtaa ya maendeleo. Methali ya Kiswahili husema
elimu ni ufunguo wa maisha. Katika kipindi cha miaka 10 ya uongozi wa Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, sekta ya elimu imepiga hatua za kishujaa. Zimejengwa shule mpya za msingi na sekondari katika maeneo mbalimbali ya jimbo, na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la watoto kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Kwa Mheshimiwa Rais, katika mazingira ya kawaida kabisa, amethamini elimu kuliko kitu chochote. Kwenye halmashauri yetu, katika kipindi cha miaka hii mimi nahesabu 5 ya ubunge wangu na uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumejenga shule mpya zaidi ya shule za sekondari 14, ikiwemo shule ya Ikurwa. Ziko nyingi 14. Hapa kwenye jimbo langu ni nyingi, zingine ukienda nafikiri chuo kikuu. Tumepokea madarasa ambayo tuliyaita madarasa ya Mama Samia, madarasa ya Uviko. Yako madarasa zaidi ya 400. Tumepokea nyumba za walimu, tumepokea vifaa vya elimu, tumepokea walimu. Kuna wakati kuna uhaba wa walimu wengi sana. Hii ni katika sekta ya elimu peke yake. Tulimwalika Mheshimiwa mbunge na tukamweleza kilio chetu. Akasema kilio chenu nimekichukua, nitaenda kwa mama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kueleza tatizo ambalo linawasibu wananchi wa Mbabani pamoja na watoto wao. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa sababu jambo hili naona lilikubalika na Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais kwa upendo mkubwa akawa ametuletea milioni 584 na laki 2 ambazo zimeweza kujenga shule hii nzuri kabisa ya kisasa hapa Mbabani. Kivutio kikubwa zaidi ni ujenzi wa shule maalum ya wasichana, shule ya sekondari ya wasichana Geita, mradi uliogharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 4. Shule hii imekuwa mkombozi kwa mabinti wa Geita, ikiwapa fursa ya kupata elimu katika mazingira salama na bora. Tumejenga shule ya kipekee ya wasichana ya kimkoa kwa kutumia bilioni 4.5 pale kukata ya Bomba Mbili. Tayari imepangiwa wanafunzi, watoto wa Geita na watoto wa Tanzania nzima itakuwa na wanafunzi wasiopungua 1500. CCM oye! Mama Samia oye! Kanyasu oye! Madiwani oye! Tunasema kwamba Mama Samia tunamwahidi kwamba hata sisi tutatia juhudi, kwa sababu yeye amejitoa ili kutusapoti wasichana kuweza kufikia katika malengo yetu. Namshukuru sana Mama Samia, na mwahidi kwamba tutajitahidi kwenye masomo yetu, tutafaulu vizuri sana ili tuweze kupata scholarship kama alivyotuahidi wasichana. Namshukuru sana Mheshimiwa mbunge Constantine Kanyasu, mbunge wa jimbo la Geita mjini, kwa kuweza kwenda kututetea shida zetu katika serikali ya Tanzania, ambapo ameweza kuwezesha, tumeweza kupata miti, tumepanda katika mazingira yetu ya shule, tunapata kimvuli, tunapata hewa ya kutosha, ambao hiyo miti inatusaidia kutengeneza oksijeni. Pia tunamshukuru sana maana ameweza kututetea, tumeweza kupata vifaa vya maabara, tunajifunza kwa vitendo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kujengea shule nzuri kama hii. Tunapata elimu nzuri na kwa kutuongezea walimu wa kutosha ili waweze kutufundisha. Shule yetu ina mazingira mazuri yanaweza kumwezesha mwanafunzi kujisomea. Serikali pia namshukuru mbunge Constantine Kanyasu kwa kuja kutembelea katika shule yetu na kuangalia tofauti zilizopo. Pia namshukuru ameweza kutuletea miti, tumeweza kupanda, hivyo shule yetu inaweza kuwa na mandhari mazuri sana. Afya njema, uhai wa taifa. Katika methali nyingine, wahenga walituambia afya ni bora kuliko mali. Katika kipindi hiki, Geita imepata zawadi ya huduma bora za afya kupitia ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita pamoja na hospitali ya halmashauri ya manispaa ya Geita. Haya sio majengo tu, bali ni ngome za uhai zinazowahudumia maelfu ya wakazi kwa kila mwaka na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mbali na hospitali hizi kubwa, huduma za afya pia zimeimarishwa kupitia vituo vya afya na zahanati zinaboreshwa katika kata mbalimbali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukamilisha hospitali ya mkoa. Sasa hospitali yetu ya halmashauri ya mji imerudi kwenye halmashauri ya mji.
ametupatia bilioni 1. Tunafanya ukarabati wa ile hospitali na kujenga majengo mengine mapya. Lakini sambamba na hilo, katika kipindi cha miaka 8-9 ya ubunge wangu, nilikuta kuna kituo kimoja cha afya, kituo cha Kasamwa. Leo tuna vituo 4 vya afya, kikiwemo cha Nyankumbu, cha Bulela na cha Mgusu. Na Nyankumbu tumetumia mapato ya ndani, tumetumia na cha Bulela mapato ya ndani. Naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mkurugenzi wangu wa halmashauri. Mheshimiwa Katibu Mkuu, halmashauri yetu ilikuwa inakusanya bilioni 1.9 wakati mimi nakuwa mbunge. Leo tunakusanya bilioni 19. Na ni halmashauri ya mji peke yake kwenye mkoa wa Geita ambayo tumeondolewa kupata pesa za maendeleo kutoka hazina. Tunatumia makusanyo ya ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana mkurugenzi wangu wa halmashauri kwa sababu anafanya kazi yake vizuri sana. Kwa hiyo kwenye afya tumejenga zahanati zaidi ya 44. Tunachokiomba Mheshimiwa Katibu Mkuu, zahanati nyingi zimefungwa pamoja na kwamba zimekamilika kwa sababu hakuna wataalamu. Ila kituo hiki kimetusaidia sana, tofauti na zamani ambapo tulikuwa na zahanati. Tulikuwa tunasumbuka sana kwenda Kasamwa, lakini kwa sasa hivi kinatusaidia sana. Huduma ni nzuri sana ambayo iko hapa. Kwa sasa hivi mimi mwenyewe nimekimbia kuja kwenye kituo cha afya, nina mgonjwa nimleta hapa. Tena tunashukuru sana serikali ya Samia tunaishukuru sana. Yaani imetusaidia kweli. Kwa sababu kila huduma tukifika hapa, mimi nimewahi kufika hapa saa 7 za usiku ila nilipata huduma vizuri. Yaani wenye huduma wa afya ya hapa naona kama wanesi au daktari wa kanani, yani wanafanya vizuri, wanahudumia vizuri, hamna mgogoro wowote. Maji uhai unaotiririka. Wakati fulani maji yalikuwa ni hadithi ya kusimuliwa tu Geita, lakini leo maji safi na salama ni uhalisia unaoeleweka. Kupitia mradi wa maji wa miji 28, zaidi ya shilingi bilioni 34 zimetolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu mkubwa, ambapo sasa umefikia hatua nzuri ya utekelezaji. Wananchi wa Geita sasa wana matumaini ya huduma ya maji ya uhakika. Ukiuliza mtu yote Geita atakwambia kuna kero ya maji, na mimi nakubaliana nayo. Lakini wakati nakuwa mbunge, mji wa Geita ulikuwa unatoa lita milioni 1.2 milioni. Leo mji wa Geita unazalisha lita milioni 5 na tayari tuna pesa mkononi kutoka kwenye mfuko wa maendeleo za lita milioni 3 ziwe lita milioni 8. Mahitaji ya mji huu ya maji ni lita milioni 16. Habari njema, tayari mkandarasi yupo Geita. Tunazo pesa bilioni 124. Ujenzi umekwisha anza. Leo ungepata bahati ungetembelea chanzo cha maji kule Senga na kule Kagera. Tayari mkandarasi ameanza. Maji hayo ndiyo yatakayokwenda kwenye kata zote za mji wa Geita. Lakini katika uharaka wake, nimemwomba Mheshimiwa Rais, amenipatia visima 5 virefu. Kwa hiyo katika maeneo niliyofanya ziara nimewaambia visima hivyo 5 vitakuja kuwekwa sasa hivi kwenye maeneo hayo. Mradi huu ukikamilika, kwa maana yake kwa mwaka huu 2025 utaenda kutoa maji kwa 100% kwa wakazi wote wa mji wa Geita. Ilani ya chama inatutaka 95% kwa mwaka huu. Kwa hiyo sisi tutaenda kuivuka, kwa maana mradi huu utakuwa na reserve ya maji pia mpaka kufikia 2040. Mahitaji ya sasa ni lita milioni 22, tunaenda kuzalisha lita milioni 5, lakini sasa hivi tuna lita zaidi ya milioni 8 tunazozalisha. Kwa hiyo tutakuwa na ziada zaidi ya lita milioni 30 kwenye reserve yetu kwa wakazi wote wa mji wa Geita, ambao ni kata 13 za sasa hivi na vijiji 19 ambavyo vitapitiwa na bomba kuu likitokea eneo la Senga. Kwa maana vijiji hivi vitakuwa katika halmashauri ya Geita. Miundombinu, njia za maendeleo. Katika awamu hii ya maendeleo, barabara zimeboreshwa kwa kiwango cha kutamanika. Kata nyingi zimeunganishwa kwa barabara za lami na changarawe, na hivyo kufungua milango ya uchumi na kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Hadi sasa kilomita 17 za barabara mpya zinaendelea kujengwa katika maeneo ya manispaa ya Geita, hatua inayozidi kuchochea ukuaji wa mji. Kwenye barabara, naomba tutumie fursa hii kipekee pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hivi sasa kuna mradi unaendelea wa ujenzi wa TACTIC. Tuna kilomita 17. Sambamba na mradi huo tuna mradi wa ujenzi wa stendi
ambapo tumeweka bilioni 14. Kwenye barabara kuna bilioni 22. Bilioni 14 ni stendi. Kwa kweli tunachokiomba sasa hivi ni mkandarasi wa barabara aongeze spidi kwa sababu mvua zinakuja. Katika kata hii ya Nyankumbu zaidi ya kilomita 6 zinajengwa kiwango cha lami. Zinaanzia hapo njia panda mpaka compound, zinaanzia Mkolani mpaka Mwatulole. Sambamba na hizo, sisi kwa mapato ya ndani tumetenga bilioni 1.5 kwa ajili ya ujenzi wa lami na tumekuwa tukifanya hivyo kila mwaka. Sambamba na hilo, kwa kutumia mapato ya CSR tunajenga kilomita 2 za lami kila mwaka kwa kutumia pesa za CSR. Kwa hiyo kwa maana yake ni nini? Mwaka huu wa fedha tutakuwa na kilomita takriban 22 za lami kwenye mji wetu wa Geita. Naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini tuna ombi moja tu. Barabara nyingi ziliharibiwa na mvua. Barabara nyingi za mitaa ziliharibiwa na mvua. Tulipata pesa milioni 600 kujenga daraja linalounganisha wilaya ya Geita na wilaya ya Nyang'hwale. Lakini maeneo mengi bado hatukupata pesa za kutosha. Nimezungumza na naibu waziri wa TAMISEMI, amesema atakwenda kuangalia namna ya kufanya. Lakini kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia bilioni 2.7 katika mifuko mbalimbali kwa ajili ya kukarabati mabarabara hapa mjini. Asante sana Mheshimiwa Rais. Umeme mwanga wa matumaini. Tangu kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, maeneo mengi yalikuwa gizani. Sasa yamepata umeme kupitia juhudi zake na kushirikiana kwa karibu na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hali hii imerahisisha shughuli za kiuchumi na kubadilisha maisha ya wananchi wa Geita. Jimbo langu lina vijiji 15 na mitaa 68. Tulikuwa hatuna umeme kwenye vijiji vyote. Tulikuwa hatuna umeme kwenye mitaa 32 pekee ya kata za mjini. Naomba nikupe taarifa leo unaposimama hapa. Mitaa yote 68 imefikiwa na umeme, na ambako haujafika mkandarasi yupo. Nataka niwahakikishie tuna wakandarasi wawili hapa. Tuna CRJ na ITDCO wapo Geita wanaendelea na kazi ya kuunganisha umeme inaendelea. Vijiji vyote 13 tayari wamekushapata umeme. Mafanikio ya kupigiwa mifano. Katika orodha ya mafanikio, jina la Mheshimiwa Constantine John Kanyasu limeandikwa kwa wino usiofutika. Kupitia juhudi zake, Geita imepandishwa hadhi kutoka halmashauri ya mji hadi manispaa, jambo lililoleta mafanikio ya kimaendeleo, fursa zaidi za ajira na miradi mikubwa ya maendeleo. Aidha, Mheshimiwa Kanyasu alipambana kuhakikisha mabadiliko ya sera ya uwajibikaji wa migodi kwa jamii CSR yanafanyika kwa maslahi ya wananchi wa Geita. Alisimama kidete katika kutafuta suluhu ya migogoro kati ya wananchi na mgodi wa GGML kuhusu mipasuko na vigingi katika maeneo ya jirani. Hilo lilizaa majadiliano ya pamoja na hatua madhubuti za uboreshaji wa ushirikishwaji kwa wananchi. Kwenye swala la CSR, tulipitisha sheria ya CSR hapa mwaka jana na tukaitengenezea utaratibu ambao utawahusisha halmashauri ili halmashauri hizi ziweze kushiriki pamoja na migodi kwenye matumizi ya pesa, hasa kwenye kuchambua miradi na kubaliana miradi na mgodi. Lakini naomba kuishauri serikali, nadhani kuna maeneo ambayo tukiyaona vizuri. Tulikuwa na tatizo sisi katika maeneo ya migodi, tulikuwa na tatizo la migodi hii kuja na mahesabu makubwa sana yanayoonyesha wametumia kwenye miradi wakati miradi iliyofanyika ni midogo. Na tatizo hili bado linaonekana linaendelea. Mheshimiwa Naibu Waziri, ulikuja Geita ukaomba watu wa mgodi wakupe orodha ya pesa ambazo zimetumika na miradi. Hawakukwambia mradi huu wametumia shilingi ngapi. Nadhani ungeona swala hilo ungeshangaa sana. Lakini mwaka huu baada ya vikao na halmashauri tumeona tatizo hili litakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa mfano, katika hesabu ambayo wametuletea halmashauri ya mji wa Geita kwenye miradi ambayo tumependekeza, simenti wao wanasema ni 48,000 mfuko, wakati pale mjini mfuko ni shilingi 18,000. Bati la geji 28 wanasema ni 78,000, wakati bati pale mjini ni shilingi 22,000 bati moja. Nondo ya milimita 16 wameweka 52,000.
na kokoto tripu moja wameweka 380. Sasa unaona sheria hii imewapa rupuho ya kuendelea kudanganya kama ilivyo kwenye transfer pricing. Matokeo yake itakuwa ni kampuni zao zile zile ambazo wanaziteua zinawauzia material kwa bei kubwa mara 4 zaidi. Mradi wa milioni 10 watajenga kwa milioni 80. Nimuombe Mheshimiwa Waziri na Waziri wa Sheria tutazame upya sheria hii ili ikiwezekana halmashauri kitengo chake cha manunuzi kishiriki kwenye procurement system nzima kwa bei ambazo ni shindani kwenye maeneo husika na kwa kutumia wazabuni na local content. Bila kufanya hivyo tutarudi kule kule tulikotoka. Takwimu zitaonyesha mabilioni ya shilingi, lakini miradi iliyofanyika ni midogo na pesa zote zimerudi kule zilikotoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu la pili ni swala ambalo Mheshimiwa Naibu Waziri pia alikuja Geita kulishughulikia. Pale Geita tunao mgogoro mkubwa wa mgodi wa GGM pamoja na wananchi wa Geita pale. Nyumba zaidi ya 800 zimepasuka kutokana na milipuko, lakini kuna wananchi wengi ambao wanaishi kwenye vigingi vya mgodi kwa zaidi ya miaka 18. Mheshimiwa Waziri ulikuja ukatoa maelekezo mazuri, na kabla ya maelekezo yako mgodi wenyewe ulifanya study kupitia chuo kikuu cha Dar es Salaam, na waziri aliyekuwepo, Waziri Kalemani, alitoa maelekezo watu wa GST wakafanya study kuonesha sababu za mipasuko kupitia GST. Taarifa zipo, umetoa maelekezo leo shughulikiwa tangu mwezi wa pili. Mheshimiwa Waziri, mpaka leo unavyozungumza wananchi wa Geita hawajajua hatima ya maagizo yako kwa sababu hawaoni kinachoendelea. Wenye nyumba zile wengine wanakufa, nyumba zile zinaanguka zilizopasuka. Ripoti zote mbili za serikali zipo mezani, lakini mambo haya hayashughulikiwi na haendelei. Na niombe serikali, Mheshimiwa Waziri, sehemu ambazo tuna migogoro ya muda mrefu kama Geita, kabla waziri haujaja kwenye ziara kwenye jimbo langu, iwe ni vema kupitia zile dokumenti zilizopo mezani kwako na kujua wenzako walitoa maagizo gani, kuliko kuja kutoa maagizo yale yaliyotolewa na waziri mwingine na yasitekelezwe. Wananchi wanaona kama vile mgodi huu unadharau serikali. Tunao wananchi katika maeneo ya Magema, tunao wananchi ambao wameteseka kwa muda mrefu sana na hawajapata haki yao. Zaidi ya hayo, alisikika mara kwa mara katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitetea maslahi ya wananchi wa Geita mji katika maeneo ya afya, elimu, barabara, maji pamoja na miundombinu mingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie swala la elimu. Naipongeza sana serikali, mwaka jana ilitenga pesa kwa ajili ya kukarabati shule kongwe. Naipongeza sana. Lipo tatizo naliona, Mheshimiwa Mwenyekiti, shule za msingi. Nilikusikia juzi unasema hapa iko shule na watoto zaidi ya 1500. Mimi kwangu Geita mjini nina shule 3 ambazo zina watoto zaidi ya 4500 shule moja, na madarasa yako 16-20. Sasa mimi wasiwasi wangu ni mmoja, kama inawezekana tuje na mpango kabambe kwenye mpango huu wa kuboresha miundombinu ya shule za msingi. Halmashauri zetu haziwezi. Shule yenye watoto 1500, maana yake ndani ya 1500 kuna shule 7, lakini miundombinu iliyopo ni ya shule moja. Watoto wanaingia asubuhi wanatoka saa 6, wengine wanatoka saa 6, wanatoka saa 8. Mwalimu mmoja anafundisha watoto 400. Hakuna uniformity. Huyu mwalimu hata angelikuwa genius namna gani, watoto hawawezi kuelewa. Ushirikiano uliozaa matunda. Maendeleo haya yote yanawezekana kutokana na ushirikiano wa karibu kati ya Mheshimiwa Mbunge Kanyasu na viongozi wa serikali za mitaa, vijiji, madiwani, viongozi wa halmashauri na viongozi wa serikali kuu. Misali isemayo kidole kimoja hakivunji chawa inathibitishwa hapa. Sifa na slogani. Kutokana na utendaji kazi wake wa mfano, wananchi wa Geita mjini walimpa jina la heshima bingwa. Kauli mbiu yake ambayo imekuwa maarufu miongoni mwa wananchi ni matendo yanaongea. Kauli yenye uzito na mshiko wa ukweli wa yale anayoyafanya. Pongezi kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kila jukwaa, Mbunge Kanyasu hakusahau kumpa heshima mama wa taifa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa ya kuleta maendeleo nchini.
alimsifia kwa miradi mikubwa kama mradi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere, ujenzi wa reli ya mwendo kasi SGR, daraja la Mwanza Kigongo Busisi. Hayo yote yameleta hamasa kubwa kwa wananchi wa Geita na Tanzania kwa ujumla. Kwa miaka 10 ya Mheshimiwa Constantine John Kanyasu amesimama kama nguzo ya matumaini kwa wakazi wa Geita mjini. Ametimiza methali ya Kiswahili semayo, aliye juu mngoje chini, lakini bingwa wa kweli huonekana kwa matendo. Kwa maendeleo haya, Geita haitasahau jina lake. Bingwa aliyetenda, si msemaji. Kiongozi mwenye kauli mbiu ya matendo yanaongea, ameandika historia ya dhahabu katika kitabu cha maendeleo ya jimbo la Geita mjini.